Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'da. Ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fadhakir, tukumbushaneni, hakika unaokumbusho wenda ukafaa wale ambao kwamba wameamini. Na wale ambao kwamba wameamini ni mimi na wewe msikilizaji ambao kwamba unanisikiliza siku ya leo. Na yule ambao kwamba ameamini ni yule ambao kwamba alitamka kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo tutakumbushanani hadithi moja ambao kwamba ni samillaha wa kul biyaminika, mtaje Mwenyezi Mungu na ule kwa mkono wako wa kulia. Kwa hiyo tutakumbushana hii hadithi na tutajua mafunzo ambayo kwamba yamepatikana katika hii hadithi. Hadithi imepokelewa na Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhuma. Imepokelewa na Umar ambaye kwamba ni kijana ama ni mtoto wa Abu Salama, radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee wao wawili. Inaanza na inasema an Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Huyu Umar anaielezea hii hadithi, anasema nilikuwa kijana mdogo, ghulamun swabi, kijana mdogo, fi hajri Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Umar ibn Abi Salama alikuwa ni kijana mdogo katika tarbia, katika malezi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa kanat yadi, na ilikuwa mikono yake huyu Umar, tatishu fi swahfa, inaenea katika chombo cha kula. Aswahfa ni chombo ambacho kwamba kinatumiwa ndani yake kuwekewa chakula kwa minajili ya kulilia chakula. Kwa hiyo wa kanat yadi, na ilikuwa mikono yake, tatishu fi swahfa, inaenea katika kile chombo ambacho kwamba ni cha kulilia chakula. Mwelezaji wa hii hadith ni Umar kijana wa Abu Salama, anaelezea wakati alipokuwa anaishi pamoja na Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie. Faqala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, faqala li, akasema kuniambia mimi Umar. Nani ambaye kwamba mnenaji ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na alimwambia nini Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie? Hebu angalia hikma ambayo kwamba aliyoitumia Bwana Mtume Muhammadin kumwelekeza kijana ambaye kwamba ni ghulamun swabi, kijana mdogo ambaye kwamba ni Umar ibn Abi Salama. Alhasil, leo utapata mara nyingi mtu anapokosea, mtu anatukanwa, mtu anapigwa, lakini hivi hakuwa Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie. Madha qala nabii sallallahu alayhi wasallam? Qala ya ghulamun, ewe kijana, samillaha, mtaje Mwenyezi Mungu, wa kul biyaminika, na kula kwa mkono wako wa kulia. Kwa hiyo anaanza Mtume wa Mwenyezi Mungu kwanza anamfundisha huyu kijana, anamwambia samillaha, mtaje Mwenyezi Mungu, wa kul biyaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Kisha anaendelea anasema wa kul mimma yalika, na ule kile ambacho kwamba kiko mbele yako. Ni mafunzo matatu hapa katika hadithi moja ametufunza Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie. Kisha anaendelea anasema wa kul mimma yalika, na ule kile ambacho kwamba kiko mbele yako. Fama zalat tilka tu'mati ba'da, na hivyo ndivyo ilivyokuwa sasa ulaji wake nani? Huyu kijana Umar ibn Abi Salama. Tutajifundisha maana alhadith.
hadithi hii maana yake ni gani ama inatufunza nini? Inasema tazawwaja nabii sallallahu alayhi wasallam Ummu Salama, alimooa mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie nani? Ummu Salama, ambapo kwamba baada an mata zawjuha Abu Salama, alipokufa mume wake Abu Salama, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kumooa huyu Ummu Salama. Kisha wakana Umar, na alikuwa huyu Umar ni kijana mdogo, wapi? Fi baiti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Umar alikuwa pamoja na mama yake Ummu Salama, wapi? Katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa fi yawmin min al-ayyam, na kutokamana na siku na masiku, huyu kijana Umar ibni Abi Salama, jalasa ulam Umar, alikuwa ameketi huyu kijana Umar, yaakulu ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam. Katika siku ya masiku, huyu kijana alikuwa ameketi pamoja na mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie, na walipokuwa wamekaa walikuwa wanakula nini? Wanakula chakula kimeandaliwa pale na Ummu Salama. Kwa hiyo amekaa pale Ummu Salama, amekaa mtume Mwenyezi Mungu, na amekaa huyu kijana Umar. Kisha hadithi inaendelea katika maana alhadith, inasema fakanat yadahu la tathbut fi makanin wahidin, na ilikuwa mikono yake la tathbut, haitulii fi makanin wahidin, katika sehemu moja. Kwa hiyo huyu kijana, kama ilivyokuwa kawaida ya watoto wanapokula, unakuta wanakula chakula ambacho kwamba kiko mbele yao, kiko kwa baba yake, kiko kwa mama yake. Ndivyo ilivyokuwa hali ya watoto ambao kwamba wa siku ya leo wanapokula chakula, lakini mtume tayari alishatufundisha namna ama adabu kutokamana na adabu za kula. Nini ambavyo kwamba alimwambia mtume huyu kijana? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamfundisha huyu kijana, anamwambia fa'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamfundisha mtume Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshike yeye, adabil akli, adabu miongoni mwa adabu za kula. Wahia, nazo ni hizi adabu, kama anasema ayakulu, ni ale, idha bada al-aklu, wakati anapoanza kula, bismillahir rahmanir rahim. Ayakula, ni aseme nini? Idha bada al-akli, wakati anapoanza kula, bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo anapokula mtu au anapokula mtu yote, lazima kwanza amtangulize Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kusema bismillahir rahmanir rahim. Kisha unapomtanguliza Mwenyezi Mungu katika mwanzo wa kula kwako, unafaa ufuate nini? Ayakul biyadihi al-yumna, ni ule kwa mkono wako wa kulia. Bimaana unapomtaja Mwenyezi Mungu, tanguliza kula na mkono wako wa kulia. Kisha anaendelea na anamalizia, anasema ayakula, ni ale, mimma huwa qaribun minhu, kile ambacho kwamba kiko karibu na yeye. Fala yamuddu yadahu ila ta'ami alladhi ya'ti al-akharin, na vile vile asile chakula ambacho kwamba kiko kwa mtu mwingine, ale chakula ambacho kwamba kiko mbele yake. Kwa hiyo haya ni mafunzo ambayo kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufundisha sisi Waislamu, hususan wakati tunapokula, kwamba tule kwanza tumtaje Mwenyezi Mungu, kisha tule kwa mkono wako wa kulia, kisha tule chakula ambacho kwamba kiko mbele yako. Kwa hiyo haya ni mafunzo ambayo kwamba inafaa tuyazingatie, na insha Allah utakapopata klipu hii, basi utaweza vile vile kuwapa mafunzo wengine ambao kwamba, ili kwa sababu waweze kupata mafunzo kama haya. Ila huna antahi wa kul wa ada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.